ya kukaribisha mkutano. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Haleluya. Piga makofi mengi sana kwanza. Sawa jamani, kwa kuokoa muda wetu tunakwenda kuwakaribisha ndugu jamaa na marafiki waliofika leo, kwa sababu najua leo ndio siku ya mwisho. Pia vile vile ni siku ya kuagana. Yawezekana labda wengine watapita hapa kwa ajili ya kujitambulisha. Kwa hiyo kwa sababu leo ni siku ya mwisho na wengine yawezekana hawajafahamu tume zote zilizoko hapa, ningetamani tena leo watu angalau tena wajitambulishe upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitatamani pia uongozi kama vile wageni rasmi walio toka state za huko mbalimbali, nadhani watasimama tena wajitambulishe mbele zenu. Yawezekana siku zote hizi ulikuwa hujui hapa, ulikuwa hujafika hapa na hujawafahamu. Ni vizuri leo ndio umewafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Acha tumwanike mama mara tena asimame afanye tena utambulisho huu kwa haraka haraka, wengine waweze kuwajua. Sinapendeza eh? Ndio. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunashukuru Mungu wetu ni mwema. Tuko mahali hapa ni kwa mpango wa Mungu. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuliinua jina lake. Mimi kwa majina naitwa Sifa Aurelia Pumba. Nakaa Nashville, Tennessee. Nimeolewa na tuna timu ambayo tunatumika nayo kwenye kundi letu. Nimesimamia kundi la umoja wa waombaji Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa mji huu ambao tumo ni mji ambao unakaa kwenye zoni yetu ya pili, kwa sababu tumegawa kwa mazoni. Kuna zoni ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Na ni mwalike, kabla sijainua wengine wote, ni mwalike kwanza kiongozi wa zoni ya pili, ili watu wa hapa Phoenix wamjue kwamba kiongozi wao ni nani. Kabla ni zoni ya kwanza, tafadhalini sana. Ni zoni ya kwanza. Baadhi ya watu wengi wananijua. Kambini Nyarugusu. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi kwa majina naitwa Rebeka Nyasa. Natoka Idaho. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndo kiongozi wa zoni ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Utanitafuta tena? Si umeshanijua? Jina la Bwana libarikiwe. Sawa. Yaani yeye anaangalia zone ya kwanza. Nikisema zone ya kwanza ni pamoja na Arizona, Utah, Idaho, Colorado, Las Vegas. Hizo ndo sehemu anazoziangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vyumba vyote vya maombi venye viko hizo sehemu ndo mwangalizi. Kama hapa kuna kanisa ambalo lina chumba cha maombi, nitaomba tu wamtafute, wamuone, kwa sababu ya muungano wa kutumika kazi ya Mungu kwa pamoja. Haleluya. Na tunatumika na kamati yetu, na hiyo kamati kuna baadhi ambao tumekuja nao lakini wengine hawapo. Aliye chini yangu amebaki hayupo. Anaitwa mchungaji Anzuruni, anakaa pale Cleveland, Ohio, hakuweza kufika. Lakini wengine wote ambao tunatumika nao, wale ambao tumekuja nao, wasimame. Wasimame tu. Kwa heshima tu niombe wasimame.
Mimi ni mchungaji wa Free Methodist pale Kansas, Missouri. Tunampenda Yesu na tunawakaribisheni. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Rebeka Nyasa. Mimi ni mshiriki wa kanisa la Free Methodist Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Jamani, sisi tunatabasamu sana. Tunashindwa hata na kusema, lakini hatushindwe. Tuna baraka tele sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kweli kwa majina naitwa Safi Mwitono, ndio majina yangu. Mimi ni the zone wa zone ya pili. Ninakaa katika mji wa Georgia, Atlanta. Ninashukuru Mungu sana kwa kuona nyuso zenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukianza Tennessee na wapi na wapi utaniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini natuma hii megafoni kwa mwingine mwenye iko chini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Sawa, kwa majina naitwa Akili Sikawe, ndo majina yangu. Mimi ni mwenyeji wa Tennessee. Pale Tennessee tena ni katibu wa chumba cha mashujaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukienda kanisani, mimi ni mshauri wa kanisa la Fellowship. Hapa nasimama kama tezone wa zone ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asanteni sana. Tezone msaidizi. Mwabioe. Misao beni. Tole babembe. Na ule oshitungwe bembe. Mwewe meswahili. Bino alilo we bembi wa acho. Bwana Yesu asifiwe. Naso wakilo manga. Iwa mano machie. Shinonge. Ninayo furaha sana kufika hapa. Tebina tenda ni wana soa kilo mangi wa mano machie. Sabe mimi nilisema nina furaha sana kufika hapa. Bila ya bole omane mena. Bila kwenda mbali kwa majina yangu. Nikiogochiwa Botonga Baachana. Naitwa Botonga Baachana. Daulo unge mbachana mbele na nani. Hakuna mwingine mwanamke mbele yangu. Bango wote bashike bana. Watu wote watakuwa watoto wote. Haleluya. Nakonda Yesu. Nampenda Yesu. Nishitanga ntwana bantumishi newe tacho kanisa yoko. Mimi sijui kama mtu anaweza kuwa mtumishi na afike kanisani kuokoka. Yaani nile mtu wa kanisa. Yaani mimi ni mtu wa kanisa. Nakonda Yesu. Nampenda Yesu. Eno mondo etole na yao. Kwa hiyo huduma tulionayo. Mimi ni mshauri. Mimi ni mshauri wa mama hapa. Mimi ni mshauri wa mama hapa na wengine. Amen. Kule nyumbani ndo nilikuwa mama wa chumba. Kule nyumbani ndo nilikuwa mama wa chumba. Sasa hivi hapa ninakuwa mshauri. Bwana Yesu asifiwe. Inapendeza ipendeze. Kwa hiyo hao ndo wale ambao tumeambatana nao kama viongozi kwenye kamati yetu kuu. Na hivyo ndivyo tunavyofanya kazi. Tunafanya kazi state zote za Marekani. Hii moja tu kila mwaka mwezi wa 7. Kwa hiyo tutakuwa na mkutano mwezi wa 7 tarehe kuanzia 15 hadi tarehe 19. Marekani yote, waombaji wote wanaalikwa. Mkutano huu utakuwa Tennessee, Nashville. Kwa hiyo save date. Andika sehemu kwamba tutakuwa na mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tuna chumba au vyumba vya maombi hapa. Niombe viongozi wote waangalizi wa vyumba vya maombi wasimame.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe tena. Amen. Na sisi tena, hata na mimi nimeshukuru Mungu sana kwa kupata neema ya kufika mahali hapa. Tuna furaha kubwa sana. Kwa hiyo tumekaribishwa hapa kama vile viongozi wa vyumba, na mimi naitwa kwa jina la Etando Bichundo. Mimi ni mama wa chumba pale Tenesi, chumba cha Mashujaa ama chumba cha Jordan. Hayo ndo majina mbili ambayo Mungu mwenyewe aliyaleta, kwa hiyo yanasemewa hivyo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi ndo kiongozi wa chumba cha maombi pale kwetu Idaho kwenye kanisa la Free Methodist Church. Ukifika pale umuulize Mama Rebeka utaniona. Amen. Amen. Ninaokoka tena, ninampenda Yesu. Niko na mme na watoto. Wale tuliyekuja nao kwanza wainuke. Vijana wasimame pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ule anayepiga ngoma sana ndo mtoto wangu. Ndo mtoto wangu wa tatu kutoka kwenye tumbo langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahudumu na wamama pale, na wapenda sana, na tuko wengi karibu pale kwetu, na sisi tunaandaa mkutano pale. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Watumishi tupo. Kwa kweli mimi kwa majina naitwa Safi, kama vile mlivyosikia, Safi Mwitunwa. Musikie vile tu, ndio jina langu, nalipenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mama wa chumba katika mji wa Georgia, Atlanta, ambao kiko chini ya kanisa ya Jerusalem mpya, chumba cha Kisima cha Lei. Na mimi hapa kama unaona ninasimama hapa, tunakuaga mapacha, tulizaliwa tumbo moja. Amen. Na mimi siwezi kusimama hapa hata nikisema kuna ngine lipacha langu lisimame aje hapa, siwezi kuona vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa mapacha wanakuaga vibaya. Ukipatia umoja mwingine anasirika. Na mimi siku yake na furaha hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mpatia na yeye aseme kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni yale mliyasikia. Ninatumika pamoja na mama kama vile niliongea. Pale nyumbani ndio nilikuwa na chumba, na mpaka sasa chumba kipo. Lakini wakati nilifika hapa Marekani nilimkuta mama yuko na chumba, na Yesu wetu ni mmoja tu. Amen. Hakuna lazima ya mimi kuweka chumba kingine. Amen. Tunafanya pamoja kazi kwa lile kanisa ambayo anasema Kiingereza wanasemaje jamani? Jerusalem. Hapa wanasema Kiingereza New Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Imependeza kupendeza. Uhuru wa Yesu. Asante sana jamani, nimesikia mmetambulisha wageni wetu. Hawa ndio wageni wetu. Amen. Kwa hiyo na mimi nasema na mimi ndio mwenyeji. Amen. Kwa jina mimi naitwa Lea Emidi. Amen. Mimi ndo ambaye nimesimamia katika chumba cha Arizona ambacho kinaitwa chumba cha ushirika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chumba hicho kiko chini ya kanisa ya Kibatisti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mchungaji wangu anaitwa Isaac. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji simama kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndio mchungaji ambaye ametuweka pale. Kama tunajitatanua na kama tunaongea na kama tunaimba ni kwa sababu ya mchungaji huyu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka sasa nisimamishe na mimi na wenzangu. Wengine wamesimamisha wenzao. Na mimi nataka nisimamishe wenzangu. Jamani simameni watu waone. Ushirika.
wa ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Mkiwaona kwengine huko mtasema hawa ndio waombaji wa ushirika. Ndio tunapoomba hapa na ndio tupo. Uchagui wala uchagui kabila wala yote. Wala kabila uchagui sijui anaingia zebu gani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ni mmoja tu, anahitaji watoto wake wote bali waje kufanya kazi yake. Kazi ni kubwa, inatafuta watu tu waje walioko mitaani waliko wengi, waje wasikie neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Mungu libarikiwe. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Pia tuna kundi la vijana waombaji Marekani ambao wanatumika kazi chini ya uongozi wa umoja wa waombaji Marekani. Baadhi ya wengi hawakukuja au vijana, lakini wana mwakilishi wao. Niombe tu mwakilishi wa kundi la umoja wa vijana waombaji Marekani, karibu. Kwa majina naitwa Mama Bernadette Nikuzi. Natoka katika state ya Tennessee, Nashville. Mimi ni mhudumu wa chumba cha mashujaa ambacho kipo nyuma ya mama pale. Nimesimama hapa kama kijana wa Yesu. Amen. Kwa hiyo basi katika kundi la vijana mimi ni mshauri wa vijana. Na mwenyekiti ameniambia kwamba niwaambie vijana walio mahali hapa, ili ni agizo kwa mwenyekiti wetu. Anaitwa Ashimbe Waleza. Yuko Georgia. Basi ameniambia kwamba vijana wote walio mahali hapa munipe manamba zenu za simu, waombaji. Vijana waombaji ambao katika chumba cha ushirika na vyumba vingine. Amena? Amen. Yes. Munipe namba zenu baada ya ibada ili tuwaingize kwenye grupu ya waombaji vijana Marekani. Amena? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi kwa majina naitwa Margarete. Natokea Tennessee kama gisi mama alivyoongea. Tunajumulika wote katika chumba cha mashujaa. Na mimi ni mshauri katika kundi la vijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sifa na utukufu kwa Bwana. Kuna kundi la wana wa manabii. Hao tumewapa mwaliko kama kundi la wana wa manabii. Najua hapa kuna kiongozi wa wana wa manabii. Naomba simame. Kwa mbinguni watu watavikwa taji 4-5 kulingana na kazi walizozifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anaitwa tena anapokea taji nyingine, tena anaitwa tena anapokea taji nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe utaishia kwa moja, sie ni mpaka tufikishe 7. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Jina la Bwana libarikiwe tena. Kama jinsi mama amekwenda kunisimamisha, na mimi ni mwenyekiti msaidizi kwenye kundi la wana wa manabii. Mikutano inafanyika sana wana wa Mungu. Kama uko chini na unapumzika, watu hawapumzike na kazi ya Mungu. Amen. Yaani watu hawapumzike kabisa. Kazi inafanyika mchana na usiku. Tuna watoto lakini tunawaacha hivyo hivyo kwa sababu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kizuri ni tusimame tufanye kazi ya Mungu. Tusimame tufanye kazi ya Mungu mchana na usiku ili kusudi tukomboe kile ambacho kimeharibika. Na Bwana alibariki neno lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nadhani kwa ukaribisho imetosha, labda kwa wale ambao kuna waombaji wengine ambao hawana vyumba. Wana madhehebu yao wanaoingia hakuna vyumba na utakuta yuko peke yake kama muombaji. Ikiwa yupo tu, tuombe asimame tumkaribishe. Ikiwa yupo. Hawapo hapa Arizona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asanteni sana, karibuni tena na Bwana wabariki. Labda ulikuwa bado hujafika. Kuna baadhi ya wachungaji tuliowaalika na makanisa tofauti. Yawezekana siku ya leo labda mmefika. Nitarudilia tu kwa haraka hapa baadhi wale ambao watakaokuwa hapa.
kikaratasi kimoja tu. Kwa tumwalike dada Luize, karibu kwa ushuhuda wako. Na huku watu wakikusanya sadaka zao. Akimaliza tu kushuhudia, tutaingia kwenye kipindi cha sadaka. Muda wa kutoa matoleo yetu. Kwa niombe tu tusogezewe kile chombo cha kuwekea hiki kichukua chetu hapa. Ile kiti kule ili tuweke hichi chombo chetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna mtu ambaye ameomba wimbo. Ni Rebeka ameomba wimbo. Karibu kwa wimbo ili tuweze kutoa nao matoleo yetu. Olakane malaki moya na badoko. Olakane malaki moya na badoko. Malaki moya na badoko. Olakane 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 malaki moya
Mwashike heshima wageni. Amena. Mwende vizuri wageni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusimame tuwe wima kwa ajili ya kuombea sadaka. Neno la Mungu. Niombe mwimbishaji karibu haraka haraka, tunaenda na muda. Karibu kwa ajili ya wimbo wa kumwandaa mhubiri wetu. Ongayo bemba yela tichongoloi. Ongayo bemba Wamone
Tunaingia katika maandiko yetu, tuangalie jinsi ambavyo tulisema hapo awali na tuone mambo ya kuhitimishia somo letu kwa mchana wa leo. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 17 mstari wa kwanza. Nimesema Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Nabii Elia anasema hivi. Maandiko matakatifu yanasema kwamba basi Elia Mtibishi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Ila kwa neno langu. Somo letu tulivyolipanga, nilinyofoa baadhi ya mambo tutakayoyafundisha kulingana na muda wetu. Na tulianza kuangalia shabaha yetu kujifunza hili somo. Tulitoka hapo nikaonyesha Elia na wakati wake, nikaeleza jina la Elia, nikaonyesha wito alivyoitwa, nikaonyesha wapi alikoenda baada ya kuitwa na jinsi gani alianza kupanda viwango na akafikia wapi. Nilionyesha hayo mambo. Nikatoka hapo nikaja kueleza kwamba tukiwa tunazungumzia haya mambo, tuko kwenye sherehe ya kuzindua chumba cha maombi, tunatakiwa tuonyeshe chimbuko la chumba cha maombi. Hivyo tukaonyesha chimbuko la chumba cha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukaeleza jinsi ambavyo vyumba vya maombi vilianzishwa na uzuri uliokuwepo na ubaya uliotokea baadaye. Na huo ubaya umeendelea kwa miaka mingi na mpaka leo huo ubaya unaendelea. Na tunatakiwa sana tukubaliane pande zote, sisi wanaofundisha na wale wanaofundishwa, tukubaliane kukaa pamoja, twende mbele za Bwana atufundishe zaidi, kwa sababu manabii wao wenyewe walikuwa wanafundisha
walikuwa wanafundisha. Kwa hiyo ukiwa mwombaji ambao unakataa, hautaki mafundisho, hauendi kombo, hauendi vizuri, utaenda kombo. Ukiwa nabii ambaye unapenda neno la Mungu tu na una nafasi ya maombi, utaenda kombo. Kwa hiyo vyote viwili vinabebana. Ndio maana katika kitabu cha Ezekiel Mungu akamwambia, mwanadamu, simama. Kwa nini? Kwa miguu yako miwili. Hauwezi ukasimama kwa mguu mmoja. Tuliangalia kanuni za kujenga madhabahu. Tuliangalia madhabahu ni nini, tukaangalia kanuni za kujenga madhabahu, tukaangalia jinsi ambavyo Elia alivyojenga madhabahu. Hayo mambo matatu ndio ambayo tuliangalia, kama unakumbuka vizuri. Tuliangalia Elia alijenga au alifanyaje. Tukasema kwamba Elia hakujenga bali alikarabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa nini akarabati? Kulikuwa umuhimu wa yale madhabahu ya awali kwa sababu yalikuwa yamebeba majina mawili. Jina ni madhabahu ya ushuhuda na ni madhabahu ya agano la Mungu kwa taifa lile, kwamba pamoja na kwamba hawa wamebaki mashariki na hawa wamekuja magharibi, lakini watatunza umoja wao. Sifa kwa Bwana. Amen, amen. Na ndivyo ilivyo huduma tunayoifanya. Huduma hii tunayoifanya, kamwe hatukutumwa kusambua watu. Kamwe. Na hatuwezi hata siku moja kutamka kwa midomo yetu swala la kubaguana. Kamwe hatuwezi kusema hilo neno. Mungu anapenda unity, anapenda umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anapenda umoja. Katika mwili wa Yesu Kristo tumefanywa sote kuwa mmoja. Kwa hiyo huyu hajivuni, huyu hajivuni, wote wanabebana kwa pamoja. Na ndivyo tunavyotakiwa kuwa katika huduma ya Mungu. Kote tuliko. Popote pale tulipo. Popote. Inabidi tushikamane. Tufundishane. Na wale wanaofundishwa wakubali kutii neno la Mungu. Na wanapolitii, tukienda kwenye maombi, Mungu anashuka. Anatujibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna mambo mengi ambayo nimeacha kutokana na muda. Ninachukua yale ambayo ninaona kwamba ni ya muhimu. Kwa hiyo kwa muda nilionao niache nimesema neno moja, alafu tuje tuzungumze jinsi unavyoweza kupanda viwango vya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Jambo ambalo nataka nizungumze ni moja hapa tu kabla ya kusema hili. Napenda kusema nini? Nataka nikuonyeshe kwamba ukisoma maandiko ukisoma maandiko utakuja kuona kwamba katika Agano la Kale kuna idadi nyingi ya manabii. Na nilijaribu kupekua kuangalia idadi ya manabii. Manabii wanafika idadi ya 78, idadi yao. Kama tukianza kuwataja, kuna manabii waliohudumu kwa muda mrefu, kuna manabii waliohudumu kwa muda mfupi, kuna manabii walioandika, kuna manabii ambao hawakuandika. Kulikuwa manabii ambao walikuwa wa kijijini tu na hawakujulikana sana. Kuna manabii wengine walitoka kijijini wakainuka. Kwa mfano Amos alikuwa mashambani, Mungu akamuita Juda kule mashambani. Nenda mpaka Beteli, Israeli. Akaenda kaskazini. Na kule akaenda kukutana na Amasa, akamshambulia, akarejea tena. Amos tuna kitabu chake huko. Kwa hiyo manabii walikuwa na tabaka. Kuna kitu kilichosababisha kuleta tabaka za manabii. Nitazungumzia baadhi ya neno hapa, alafu niruke katika swala lile la jambo letu la mwisho. Tuangalie tabaka. Kipi kilichosababisha kati ya manabii ziwepo tabaka? Na mpaka leo zipo tabaka. Niwe mwalimu nimeitwa, nina karama ya ualimu, mwingine ana karama ya ualimu. Niwe mchungaji, mwingine ameitwa na karama ya uchungaji. Tumeitwa hivyo, lakini neema zinatofautiana. Bwana Yesu atuhurumie sana. Na tusipojua hili linaleta migogoro na mikwaruzano sana katika huduma. Lakini uelewe ya kwamba tujapoitwa sote katika huduma ya unabii, tujapoitwa katika huduma ya ualimu, katika huduma ya uchungaji, katika huduma ya utume, neema zinatofautiana. Na kwa sababu neema zinatofautiana, kuna watu ambao wana ngazi tofauti katika zile huduma zile.
Sifa kwa Bwana. Amen. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Sifa kwa Bwana. Amen. Kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kujipima na mwingine. No. Usijipime na mwingine. Nenda mbele za Mungu ujipime na kusudi la wito wa Mungu kukuita. Na kama haujakamilika katika kile kusudi, mwambie Mungu, niwezeshe nifikie. Hiyo ndio success ya huduma. Lakini kujipima na mwingine, hapana. Hapana. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo manabii hawa walikuwa katika tabaka, na yalikuwepo mambo yaliyosababisha watengane katika hizi tabaka. Ya kwanza ilikuwa ni viwango vya wito. Viwango vya wito. Viwango vya wito. Hata kwetu leo hii kuna mtu ambaye ameitwa, ni mtoto amezaliwa ndani ya nyumba ya watumishi, ni mtoto wa mchungaji. Mtoto wa mchungaji, watoto ambao tuko tunawazaa wamezaliwa ndani ya nyumba ya utumishi. Hawa watoto hawa huwa wanabeba heshima ya utumishi wa wazazi wao wakati wao bado hawajakutana na Yesu Kristo. Na ndio maana unaona katika makanisa mengi kwamba mwanangu aolewe na mtoto wa mchungaji andondo, kwa sababu ni mtoto wa mchungaji. Mtoto anaolewa na kama yule mtoto wa ndondo hajakutana na Yesu kama ndondo alivyokutana na Yesu, unaona shida inaingia katika nyumba yao. Sasa imekuwaje mtoto wa mchungaji wameanza kuvurugana? Nini mlichukua kwamba iwe ni ndoa ya mtoto wa mchungaji kuzana kwamba lile imani la baba liko kwa mtoto? Mtoto yamkini hajakutana na Yesu Kristo. Kwa hiyo mtoto atabadilika mpaka siku Mungu atakuwa Mungu wake. Yeye amekutana na Mungu, atapata change, atabadilika. Sio kama naeleweka katika hili. So, kwa hiyo viwango vya wito vilisababisha watu watofautiane. Na mpaka leo, mpaka sasa, viwango vya manabii hata hapa mlipo vinatofautiana. Muna miito tofauti. Kuna walioitwa na Mungu kwa njia ya kutawa kwa kuvunjwa dhambi. Maana kuna tabaka za utawa. Kuna mtu anatawa kwa sababu ya kuvunjwa dhambi. Kuna mtu anatawa baada ya kuvunjwa dhambi kupewa maelekezo ya siri za mbinguni. Na katika hizo siri kuna mambo ambayo anaambiwa asiseme. Naona mimi nilitawa mnamo miaka 82 mwezi wa 3 hadi mwezi kama wa 7 hivi kama sikusahau. Kuna siri ambayo nilizitunza, lakini nilishangaa mtumishi mmoja akanitafuta akasema kuna kitu ambacho nakiona kwako. Akasema kwamba hiki nimekiambiwa na Mungu. Umesahau kitu ambacho Mungu alikuambia ungali kitandani. Na hiki kitu nimeambiwa na Mungu kwamba ukithubutu kuchukua muda wa kuomba kiinuke, utaona Mungu atakavyokutumia. Na kwa hiyo ndani ya utawa kuna utawa ambao mtu anatawa kwa sababu wadu ni anavunjwa. Lakini mwingine kwa sababu atengenezwe, aingizwe katika huduma. Sasa huyo ambaye ameingia ndani ya utawa tunaweza kumfanya aanze kuombea wagonjwa. Anaanza kuwa ni mwombaji. Nenda aanze kuhubiri. Viwango vya wito wake viko kwenye kusudi hilo. Sio kama tuko tunaelewana. Kwa hiyo kitu kingine ni viwango vya wale manabii kutafuta Mungu vilitofautiana. Na mpaka leo kuna viwango vinavyotofautiana. Ikiwa wewe umeitwa katika huduma ya kiunabii, lakini unapenda mambo ya dunia sana, hauna muda na Mungu wa kutafuta uso wa Mungu, utaona wenzako wanapoingia kuomba wanaelekezwa sana, lakini wewe hauelekezwi. Sasa unaweza kujiuliza hawa wanakuaje? Hauna muda wewe wa kutafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mpaka nikakosea. Tulifanya kikao, ofisi ikasema kwamba nifundishe somo la jinsi ya kuvua watu. Mimi nilipoenda huko nikaja na somo ya kuingia kilindini.
kuvua watu baadaye. Ofisi ikanilaumu, umefanyeje? Nikajikuna kichwani. Bwana Yesu atuhurumie sana. Mungu alinionyesha kwamba tuna manabii wengi ambao hawajui kuingia kilindini katika ulimwengu wa roho. Hawajui. Wana maombi ya dakika 10. Maombi ya nabii aombaki dakika 10. Hapana. Nabii hawezi kuomba dakika 10. Hawezi kuomba dakika 10. Kwa hiyo viwango vya kutafuta uso wa Mungu vinatofautiana, vilitofautiana. Na mpaka leo vikitofautiana. Viwango vya kutafuta uso wa Mungu unaanza kupanda kwenye level nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hii ni vitu ambavyo vinatuharibu. Utakuta mara nyingi ninaitwa huko, ninaitwa, hana time, hana muda nabii huyo. Na kama ni usiku ni maombi yale ya kulala tu. Maombi mengine na miayo. Mungu anajua yote, tulale tu. Maombi ya nabii sio kwa ajili ya ulinzi wa usiku. Yeye yuko tofauti katika maombi yake. Kwa sababu yeye ni kinywa na jicho la Mungu. Na tunaomba Mungu atusaidie kanisa liwe na manabii. Kwa sababu kanisa lisipokuwa na manabii, kanisa halina jicho la Mungu. Wachei watakuwemo humo na watapanda kwenye mimbari. Wazinzi watakuwemo na watapanda kwenye mimbari. Wezi watakuwemo na watapanda kwenye mimbari. Sio kama unanipata vizuri. Na hao wakianza kufika hapa, hata uwepo wa Mungu ukiwepo, Roho Mtakatifu anachukia. Kama kulikuwa wagonjwa wanakuja wanapiga magoti hapo wanaombewa wanapona, uponyaji unatoka, hawaponi tena. Kumekueje kwenye altare? Jicho alipo. Kumeanza kuingia watu wabaya, imenajisika eneo lile. Imenajisika. Hapa ninazungumzia machache tu viwango vilivyotenganisha manabii. Na vinavyotenganisha manabii mpaka sasa. Na vinavyotenganisha watumishi wengine mpaka leo hii. Mpaka leo hii vinatenganisha wengine. Lingine ni mamlaka ya malezi, nitaishia hapa. Mamlaka ya malezi. Kila mtumishi amelelewa. Sasa kuna watumishi ambao hawakulelewa na kuna watumishi waliolelewa. Kuna watumishi ambao ukimtazama tu na anavyoongea, unamsikiliza, unaona yuko yatima. Hana baba wa kiroho, hakulelewa. Siku moja nilifundisha somo la ubaba wa kiroho. Mtumishi mmoja akasema, mafundisho yanatoka wapi? Nikasema maandiko. Akasema mimi sipendi haya mafundisho. Kwa sababu wewe ni mchanga, hujui nini. Mimi ni mchanga na kuzidi umri. Nasema unanizidi umri lakini katika neno uko mchanga. Unatakiwa kuvalishwa pampers. Nilipomwelekeza kumuonyesha maandiko akasema kumbe hatujafundishwa. Hatujafundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malezi, mamlaka ya malezi. Mamlaka ya malezi. Ndio maana, ndio sababu tunatakiwa kuwa na connection, kuwa na muunganiko kati yetu waombaji na wachungaji ndani ya makanisa. Hatutakiwi kujiondoa mikononi mwa wachungaji wetu. Amen. Pengine ikiwa Mungu amekuonyesha kwamba haendi katika njia iliyo sawa, utachukua hatua ya kwanza kumwombea. Sijui kama unanipata vizuri. Utachukua hatua ya kuanza kumwombea. Lakini kamwe usimdharau. Hivi unaona mambo ya Mungu unaona yalivyo? Jaribu kusoma vizuri tu maandiko, kaa chini, soma Petro, soma Samueli wa kwanza sura ya 3, usome yote. Uone Eli amesikiliza watoto. Rushwa ambayo watoto wanaletea, ya zile nyama ambao watoto wananyang'anya, makuhani, watoto wake walikuwa ni makuhani. Wananyang'anya pale hemani. Zinakuja kupikwa nyumbani. Eli anakula, anashindwa kukaribia watoto. Mungu akatuma nabii. Na baadaye Mungu akamwambia kuhani Eli kwamba ukuhani wako umestop. Na mtu yeyote wa ufamilia yako atakaingia kwenye ukuhani, nitafanya mambo ya ajabu kwake. Ndio sababu unakuja kuona Yeremia, nabii Yeremia
pamoja na kuhudumu kwa muda wa miaka mingi, lakini kwa sababu ametoka katika ukoo wa Eli, amebeba mambo mabaya ambayo Mungu alinenea babu yake. Sijui kama unanielewa. Nabii Yeremia alikuwa ni nabii wa kilio hapa na pale. Tunaweza kueleza wengi. Kwa hiyo malezi ni ya muhimu sana. Unatakiwa ukae miguuni pa mtumishi wa Mungu, mchungaji, akulee, akufundishe neno la Mungu, akuombee, akushauri. Na akifanya hivyo, moto utakaotoka nao hapo utakusukuma mbali sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo usilogwe eti kwamba una sababu, una karama ya unabii, utengane na mchungaji wako. Usifanye hivyo. Unanipata vizuri? Kwa sababu tatizo, karama za kiunabii ni karama ambazo mara nyingi huwa zinafanya watu waende mbali na wajivune. Usijivune. Ni karama ambayo mimi niliuogopa. Kwa sababu mimi nakumbuka kipindi kile ambacho nilianza, miaka ile ambayo ndio nimeanza na Mungu, nimeanza kutumikishwa na Mungu. Nilikuwa nimepewa karama ambazo nilianza, zingine nilikuwa naogopa, nilikuwa nalia, Mungu kwa nini hivi? Kwa sababu mimi nilifanya kutoka kwenye utawa tu, na kanisa wakaanza kuniamini kuwa mzee wa kanisa, mimi ndio kuwa wa kusimamia kwaya. Nikiingia kwayani nilikuwa nimepewa karama ya kunusa pua. Na kama mlangoni kila mtu anayeingia namsikia, dhambi zinanuka. Na unajua kwa harufu, unajua kwa hii ni dhambi fulani. Kwa harufu tu. Na unajua na tarehe, hakuna haja ya kuuliza. Nikaanza kulia, Mungu, hii karama nifanyeje na hii? Lakini kadiri ambavyo nilivyoingia kukaa pamoja na familia, nikaja kwenye masuala ya kuoa, kuli vitu ambavyo vilitoka ndani yangu. Na nikaja kuangalia kwenye maandiko, nikaona kuna sababu watumishi ambao tumeoa hatuwezi kulinganishwa na watumishi ambao walikataa kuolewa na kuoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Wana vitu vya kipekee ambavyo wao wanapewa kama wako sahihi mbele ya Bwana. Sijui kama unanipata vizuri. Ninasema kuhusu malezi. Tunatakiwa kukubali malezi. Tuangalie tunalelewaje. Tukae pamoja na naye tulea, tumuombee. Tumwambie ninatamani maneno kutoka kwako, ndio chakula cha kiroho kinisaidie malezi nisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malezi ni ya muhimu sana. Uzingatie, malezi ni ya muhimu sana. Ningechambua manabii kadhaa ambao walilelewa na jinsi unabii wao ulivyokuwa, huduma ilivyokuwa nzuri aidha mbaya. Lakini natamani niruke nitoke hapa niende mbele. Lakini nazingatia kwa mjue mamlaka ya malezi yanaleta msukumo wa huduma katika maisha. Amen. Mamlaka ya malezi. Sisi tulelelewa na viongozi wazee ambao akikwambia simama, usiposimama anakwambia toka nje. Ibada la maombi tunaanza na saa 3, wewe ukija kukuta wameshaanza wimbo wa msamaha, rudi nyumbani, hauingii. Nabii ni soja. Hatuendi na watu ambao ni walegevu. Mungu atembee na walegevu. Mkiambiwa saa 6 amkeni za usiku tuondoke tuende kuombea mji, tuende kuombea eneo, ni saa 6 hiyo. Hakuna kusema kama ningali na usingizi. Na hakuna kunawa, twende hivyo. Ni usoji. Ninyi mmekuja kuwa manabii kipindi ambacho ni kizuri. Lakini mtateseka sana. Mtafanya mambo mengi, mtastruggle, Mungu yuko mbali na nyinyi. Kwa hiyo mnatakiwa mrekebike, mrudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa swala masaa tu, kati yetu wengi tumeanguka masaa, hatujui kutii sawa. Na tunatakiwa change, tubadilike. Tukipanga saa 3, itakuwa saa 6. Kama ni wawili tunaanza, wengine wabaki huko ni wazembe. Mnanielewa vizuri? Yeah. Usizani kwamba kuwa mwombaji ni fashion ya kuvaa hizi nguo ambazo nyinyi mnavaa. Na sio eti kwa sababu wewe umezivaa na mtu asizivaa eti kwamba yeye ndiye ambaye ameanguka, si hivyo? Hapana. Kwa hiyo ninazungumzia mamlaka ya malezi. Uiangalie sana. Basi tuangalie pointi yetu ya mwisho ambayo ni
jinsi unavyoweza kupanda viwango vya mamlaka katika ulimwengu wa roho. Jinsi unavyoweza kupanda viwango katika ulimwengu wa roho vya mamlaka. Tunachukua mfano kwa nabii Elia. Kama vile nabii Elia tunatakiwa kupanda viwango vya mamlaka tulioyapewa katika ulimwengu wa roho. Mambo tunayotakiwa kuzingatia katika kupanda viwango ni haya. Cha kwanza, tambua sana wito na karama yako. Tambua sana wito na karama yako. Karama ni zawadi ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kujenga mwili wa Yesu Kristo hapa duniani. Amen. Karama. Na utajuaje kwamba una hiyo karama? Karama ikija ndani yako huwa inaleta shauku ya kufanya, ya kuhudumu. Huwa inaleta ndoto za kukushuhudia kwamba hiyo karama ni yako. Huwa inaleta hofu. Nisipofanya unasikia woga, nitadaiwa. Ndio maana sisi wengine tulikuwa tukifanya hata ikifika ni kipindi kwamba ndio kipindi cha kwenda kwenye kazi ya Mungu. Mwanamke amekaanga kabisa, amekaanga kweli kweli. Vinabaki siri. Ninaangalia saa tu, no, ndio umebaki mchache naondoka. Siri. Na nikienda kule nimebanwa eti kwamba utakalala humu, nalala. Natuma watu naenda mkamwambia kwamba nalala. Unatakiwa utambue sana wito wako na karama yako. Kuna wamoja wameitwa kwa njia ya moto. Nikisema njia ya moto ni njia ile ya kuuma magonjwa mengi. Alafu analetwa, anaombewa, anapona. Na anapopona anaambiwa Mungu anataka ufanye hiki na hiki katika maisha. Huu ni wito wa moto. Kuna wito wa kawaida ambapo mtu anaenda anahubiri, unasikia neno la Mungu, unaokoka. Huo ni wito wa kawaida. Unaona? Kuna wito wa kutekwa. Wito wa kutekwa ambao una viwango vyake. Una viwango vyake. Kwa mfano, Mtume Paulo alikuwa ni katika dini ya Kiyahudi. Akaanza kuwinda Wakristo, yani wanafunzi wa Yesu Kristo. Lakini anatamka neno la Mungu. Anaweza akakosea, anatukanana, lakini tena anakuja kusema neno la Mungu. Tuharibu. Mazingira yanatuharibu. Unaweza kuzaa mtoto, unaona anaenda vizuri, lakini atakapoanza kushirikiana watoto wengine wa mji, unaona tabia zake zinaanza kufanana na watoto wa mji. Sasa hapo unatakiwa kuchukua tahadhari. Kumwombea, kumshauri sana, kukaa naye kama rafiki. Kila mara unataka kwenda mahali, njoo. Mimi nakumbuka mzee wangu, maana mimi nilipita kwenye kipindi cha ngumi sana. Kipindi chetu pale kwetu pale. Ngumi. Hatuwezi kufanya siku 3 bila ngumi. Na siwezi kupigana na mtu mmoja. Watu 3 4. Na tunapigana leo, kesho tutapigana, kesho kutwa tutapigana mpaka mmoja atoke mjini pale. Ndio hasira zinapungua. Sasa mzee wangu akitaka kuondoka mahali anauliza mama, ameenda wapi? Ando, hebu sema fulani muite. Njoo twende na wewe. Watoto wengine wanabaki, mimi ananipeleka kwa mkono kabisa, aniache. Kama ni ibadani, ni kama ni kwenye kikao cha kanisa, tunaenda kwenye kikao cha kanisa na wewe miguuni. Kaa. Kijana watoto wengine wa kijiji chetu, anajua, anaanza kutafuta, anajua kwamba lazima kuna shida huko. Hivyo ndivyo walivyo watoto wetu hivyo. Kwa hiyo unafanya kazi sana wewe. Usianze kufanya chuki kwako. Ana huyu mtoto ataharibika. Kwa sababu maneno yako yana mamlaka kwake. Fanya urafiki na yeye. Wakati mwingine unamuita, wewe vipi naona ukienda huko unafanya vurugu, unaonaje? Wewe unaonaje? Unaonaje? Kwa hiyo turudi, tunazungumzia jinsi unavyoweza kupanda viwango vya mamlaka. Cha kwanza, tambua wito. Cha pili, tafuta sana utakatifu. Kuna viwango vya utakatifu. Tafuta sana utakatifu. Kuna utakatifu wa kawaida, utakatifu wa kidhehebu. Kwa sababu unaingia kanisani, unajulikana wewe uko katika dhehebu kubwa, unashakuwa mtakatifu. Katika utakatifu huu wa kuwa manukato ya Mungu, lazima wewe uwe umejifanyia ukiri, statement. Mungu, katika maisha yangu sitafanya hiki. Sitafanya hiki. Na sikiliza Mungu anakuambia nini? Amekupa kanuni gani? Kwa sababu Mungu anaweza kukupa kanuni ambayo hakumpa mwingine, kutokana na kile ambacho ameweka ndani yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anaweza kukataza mambo kadhaa ambayo wengine hawakatazwi katika kiwango hiki cha utakatifu huu. Kuna hasara ambazo unazipata katika kiwango, kwa sababu Mungu anatamani, anataka ufikie kiwango cha kuwa manukato yake. Ukifika mbele yake anasikia ni harufu yake, tunasema ya amefikia mahali ambapo nataka. Na hapo hata haujaomba anaanza kusema na wewe. Hata haujaomba. Ukifika tu kwenye madhabahu anaanza kuongea. Kwa sababu umeingia kwenye kiwango cha manukato. Lakini kina depense, kina gharama. Unaingia katika mateso. Unaingia katika mateso. Hautakuwa kama wenzako walivyo mjini, aidha kijijini. Lingine, kiwango kingine, mpende sana Bwana Mungu aliyekuita kuliko chochote cha maisha yako. Umpende Bwana Mungu sana kuliko chochote cha maisha yako. Umpende Mungu sana kuliko mke, kuliko mme, kuliko mtoto, kuliko chochote cha maisha yako. Sio kwamba mtengane, hapana. Yuko naye, unampa heshima, unampenda, lakini katika swala la imani unampenda Mungu sana kuliko. Na kiwango cha kumpenda Mungu sana kuliko huwa ni alama ya kuonyesha kwamba ulisamehewa dhambi zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kiwango kingine, usimame mbele za Baba Mungu aliyekuita. Kusimama mbele za Baba Mungu aliyekuita ni kuwa na muda wa maombi ya kuzama mbele za Mungu na kuhakikisha unaongea naye, unatafuta uso wake hadi ujue kwamba amekuona, amekusikia. Na akikuambia mambo unaanza kufuata na kuyaishi yale yale. Huko ndio kusimama mbele za Mungu. Na unaposimama mbele za Mungu namna hiyo, kuna mambo ambayo utakuwa unaambiwa wewe mara moja na unayapeleka, unayapeleka kwa wale ambao Mungu amekutuma kwao. Na kiwango hiki cha kusimama mbele za Mungu kinasababisha Mungu amfanye yeye kuwa chimbuko la mambo mengi. Kuwa chimbuko la mambo mengi. Mimi nina wazee ambao ninaamini wengine wamekufa majuzi tu. Hata njiani tu mtakutana na yeye, ukimwangalia kwa macho hivi unaogopa macho yake kuyaona. Na akikaza uso anakuita, anakuambia na kuona huko vizuri. Juzi ulifanya nini? Huyu mzee amejuaje? Ni kwa sababu amesimama mbele za Mungu. Sasa anaposimama mbele za Mungu vizuri, Mungu ameweka taa ndani yake. Na ile taa anapoangalia anakuona hata kwa ndani, anakuona hata kwa ndani. Na kinachotenganisha hii ambayo tulikuwa tunaweka benchi ya maungamo kwa leo na benchi ya maungamo ya wakati uliopita, nyakati za uamsho. Nyakati za uamsho, benchi ya maungamo, mtu alikuwa hadi na aanze kusema mambo yake. Ulikuwa unafika na unaambiwa mambo yako. Sio useme, unaambiwa. Alafu ndo unapiga magoti unaomba msamaha. Kwa nini? Wale walikuwa wamesimama mbele za Mungu. Na Mungu akaweka taa katika macho yake. Katika kanuni ya taa kuna aina mbili za nguvu za kuona. Kuna mwangaza unaokaa ndani na kuna mwangaza unaokaa nje. Uwe mzee, utakuwa na nguvu za kuona kwa ndani mambo ya siri. So, kusimama mbele za Mungu ni muhimu sana. Na hapo kunatokana na viwango vya jinsi ambavyo wewe unajitakasa. Inatokana na viwango vya jinsi ambavyo unajitakasa. Viwango vya jinsi ambavyo unamwamini Mungu. Inatokana na jinsi ambavyo wewe umekubali kuacha vya ulimwengu kwa ajili ya uzuri ambao umeona kwa Mungu. Inatokana namba ya 4 na jinsi ambavyo kwa ule uzuri wewe unaoona kwa Mungu, ukienda kwa Mungu kwenye njia ya maombi, kwa njia ya neno, haupendi kutoka. Haupendi kutoka. Leo utakutana na watumishi wengi tu, sio manabii, watumishi wengi kwa ujumla. Hawapendi neno la Mungu kwa muda wa kutosha. Ubiri dakika 5 basi natosha. Dakika 10 basi ishia. Lakini zaidi ya hapo hapana.
Lakini kama akiwa nyumbani anaangalia TV, anaangalia wale wanaocheza kwa ajili ya harusi, kwa ajili ya wazazi, anachukua hadi siku nzima yuko kwenye TV na haoni hasara. Hauwezi uje kuomba Mungu akakubali kukuingiza kwenye hiki kiwango cha kusema mbele yake na kukupa siri zake na kukupa nuru ya kuwa unaona mambo ya fumbo, vitu ambavyo vimeshona katika mioyo ya watu. Mungu hawezi kukupa hicho kiwango, kwa sababu anajua wewe unakuja kwake kwa muda mfupi, lakini bado wewe ni mtu ambaye umeipenda dunia. Amen. Lingine nimalizie kwa hili, wale ambao wana syllabus wataendelea huko. Lingine ni kuishi maisha ya utayari na utii kwa maamuru ya Baba Mungu. Kuishi maisha ya utayari na utii, hapa ndo naishia. Stop. Ombea hili, pale unaanza maombi ya ndani. Na unanawa mikono, unaenda mahali pale ambapo umeagana na Mungu, unapiga magoti, unaanza maombi. Utayari na utii. Hata kama ulikuwa unakula. Na ni sababu watu ambao wameoa wanawake walio manabii wanatakiwa wajue huduma zao. Watu ambao wameolewa na waume ambao ni manabii wanatakiwa wajue huduma zao. Kwa sababu kama haujui kanuni ya hii huduma ya mwenzio, pale mbeleni mtaenda kuleta shida kati yenu. Sio kama naeleweka vizuri. Kwa hiyo utayari ni muhimu. Tena sana. Mungu anaonyesha wewe ni mtiifu. Na uelewe kama ambavyo nilivyosema siku ile, malaika wanatofautiana. Mungu akikupa nafasi ya mafunuo, akuonyeshe aina za malaika. Biblia haikutaja aina zote za malaika. Haikutaja. Mimi nakumbuka kuna siku niliitwa Kasulu. Naenda kufundisha. Sasa kukawa recreation, muda wa kupumzika wa saa nzima. Nikaingia ndani nikaomba Mungu. Kuna maswali ambao watu wameuliza na sijajibu yale maswali. Mungu natamani nisaidie niweze kujibu yale maswali. Uweze kupanda viwango. Hilo ndilo lengo, kwa sababu wakati unaokuja hapo mbeleni, Mungu anakusudia jambo la kutuingiza katika uamsho wa Injili. Na huo uamsho wa Injili hapa haendi watu ambao ni mambumbumbu. Hawaendi watu ambao ni mambumbumbu. Hawaingii hapo. Wanaingia watu ambao wameelekezwa. Wanajua cha kufanya. Nabii wa wakati huu hatakiwi kushituka kwa sababu umekutana na dada aliyefunga nywele, unaanza kushtuka. Amefanya nini? No. Damu ya Yesu Kristo inashinda chochote kile ambacho tunakutana nacho. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Mimi nashangaa kule kanisani nilimkaripia mama mmoja kanisani kwetu. Ni wakati wa kuombea wagonjwa, anaenda kumsimamisha dada mmoja ambaye amefunga nywele. Hata kuombea nikamwambia, wewe umetumwa na nani kufanya hivi? Wewe njoo kaa chini na wewe hautaomba. Ndani yako hamna nguvu. Pumzika kwanza pale. Tutaomba. Nguvu za Roho Mtakatifu zina mamlaka kuliko chochote kile. Amen. Sijui kama tunaelewana. Amen. Zina mamlaka kuliko chochote. Kuna watu ambao sisi tumetumwa kwao tuende kuwafungua. Sasa badala ya kuwafungua wewe unaanza kuhukumu. Sijui kama unaelewa lakini. Yule mtu bado ni mjinga. Sasa wewe unaanza kumhukumu. Utamsaidiaje? Mlete kwa Yesu, apone. Akishipona kwa Yesu Kristo, nenda naye kwenye neno. Ndio maana mnatakiwa kujua neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnatakiwa kujua neno jameni, mnatakiwa kujua neno. Acheni ile tabia za kujiachilia, mimi ndio hivi, hapana. Mungu anakuthamini. Ana kitu aliweka ndani yako cha muhimu, anakuthamini. Ondoa kwenye hiyo viwango. Jijue kwamba wewe ni mtu maalum. Kukupitia mji huu lazima ujulikane kwamba Mungu yupe. Mungu yuko mahali hapa na atajulikana kupitia wewe. Amen. Unatakiwa elewa mambo atakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Natamani tuombe Mungu ili tumalize.
Tusimame tuombe. Nadhani mvua imenyesha. Kibaya ni kwamba tunafundishwa sana, lakini kuyashika mafundisho sasa ndio vigumu kwetu. Laiti kama toka tulipoanza kufundishwa na mwalimu mpaka hivi, kama watu wangekuwa kwamba wanashika yale mafundisho, tungekuwa tumeshakuwa kwenye viwango vingine. Kwa sababu mikutano yetu iliyo mingi ni yeye anafundisha. Na kila mkutano akifundisha utasema hii asitoke hapa. Akifundisha kinacho asitoke hapa. Lakini sasa je, tunayashika yale? Kenye kinanishangaza mpaka leo, kuna watu ambao ni Wakristo, wengine waombaji ni nguruwe. Ushajua nguruwe? Ndio. Mtu akikutukana wewe ni nguruwe unajisikiaje? Vibaya sana. Lakini sasa kuna watu wanajitukana wao ni nguruwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi naangaliaga mpaka mimi nashanga. Wanamfunga mpaka na vibwebwe. Ai ni ngorobe, ai ni ngorobe. Hii nguruwe imetoka wapi? Kweli. Nguruwe imetoka wapi katikati ya Wakristo? Mpaka mimi nashanga. Yeye mwenyewe anajitukana yeye mwenyewe eti ni nguruwe. Mambo ya ajabu. Sijui tutaishia wapi. Lakini Mungu tu atusaidie kujua jinsi gani ukiacha mchungaji wako akusimamie mahali ambapo hayupo, utafanya dhambi. Lakini ukijijua wewe mwenyewe mimi ni nani, yale mengine ambayo mchungaji wako atakuwa na kufundisha itakuwa inaongezea kwa yale unayoyajua ulivyo mwenyewe. Kwa hiyo kulingana na muda wetu, hapa kuna waimbaji wakaribie kwa wimbo mmoja. Karibu waimbaji kwa kwaya. Kwaya ya hapa ya kanisa. Iko. Lava nimesema kwa haraka iko.
Tunamshukuru pia mwalimu wetu kwa haya yote ambayo amekwenda kutufanyia hapa. Tumekwenda kujengeka kweli, hata kama ingawaji muda ulikuwa ni mchache sana. Najua siku nyingine tena bado ipo, tutaendelea kupata mengi zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine ambao tuliowaalika, wachungaji na wageni na wengine walikuja kututembelea, wote Mungu aendelee kuwabariki, awabariki na endelee kuwapa moyo kama huo. Hacha kwa kipekee tumsimamishe mchungaji pastor, senior pastor wa kanisa hili, labda analo jambo ambalo nataka nisema kwa ajili ya kuagana na mkutano. Na baada ya hapo mama pia wa ushirika yawezekana na nalo ambalo anaweza kaagana na mkutano pia, tena anaweza kasimama. Karibu pastor. Jengwa upeleke ujumbe. Amen. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa jinsi mlivyokusanyika siku 3 zilizopita. Hii imekuwa siku ya mwisho, na wale wageni karibu tena. Haleluya. Amen. Mjisikie kuwa nyumbani. Tumefurahi kumaliza hizi siku 3 tukiwa pamoja. Amen. Na mchungaji, asante sana kwa ujumbe kupitia Biblia ambayo imelisha kondoo za Mungu, na Mungu awabariki ninyi wote. Amen. Karibu mwenyeji afanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kwa nini? Si kwa neno? Si kwa chakula ambacho tumelishwa? Kuna wengine walikuwa hawajajua baada ya kuhusu maneno ya kuhusu huduma, lakini wengine si wamejua. Mambo ya huduma ndio yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanajiuliza wengine, maana ya huduma ni nini? Huduma ni nini? Ni maombi. Lakini Mungu wetu ni mzuri. Lakini tumesikia alivyotuambia, nimeanza mwanzo kwanza, maana kila kitu amesema, sikio lake amelisikia. Bwana Yesu asifiwe.